is KTN News. Na mtazamaji, dakika 36 zimekatika baada ya saa 10. Karibu kwenye taarifa za Mbiu ya KTN, tuendelee pamoja. Wadau katika sekta ya elimu kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet wameitaka Wizara ya Elimu, taasisi na asasi husika katika sekta ya elimu kutafuta mwafaka wa kufanikisha mpango wa serikali wa kuhakikisha kila mwanafunzi anajiunga na shule ya upili. Wakizungumza katika eneo la Metkei, viongozi hao wamesema kuna changamoto ya miundo msingi ambayo inapaswa kuangaziwa kwa kina. In terms of 100% transition, we want to empower the girl child. We have a few challenges. We thank the ministry for giving us a chance to give us 5,000 shillings per student towards infrastructure. But we also have a lot of challenges. Currently, we do not even have a dining hall because the dining hall was converted into a dormitory. When the ministry comes closer so that you develop a solution together, that is a very, very important point towards the achieving this transition and actually not straining the school so much. I want to propose that even as we do the 100% transition, tuweke pesa kwa mashule machache. Tuelekee Pwani ambako zaidi ya wafanya biashara 400 katika soko la Mariakani, kaunti ya Kilifi, wanakabiliwa na hali ngumu na mazingira chafu ya kufanyia biashara kutokana na kudorora kwa huduma za kimsingi kama vile maji, vyoo na miundo misingi hitajika licha ya kodi wanaotozwa na kaunti kila siku. Gavana wa kaunti ya Kilifi Amason Kingi alifanya ziara ya kushtukizia katika soko hilo na akakumbana na taswira kamili, hali iliyomlazimu kutoa onyo kali kwa maafisa husika, huku akiwataka kuimarisha huduma hizo mara moja, la sivyo wachukuliwe hatua kali. Changamoto yetu ya soko la Mariakani, hakuna stima kwanza, cha pili hakuna maji. Halafu pia mazingira hayako sawa kama vile kawaida vile inastahili soko liwe na mazingira ya kawaida. Kwa hivyo biashara kama sisi wana biashara tunateseka. So utapata sehemu moja wateja wanaingia lakini sehemu nyingine hawawezi kuingia kwa sababu some of the interests kama huku kunastahili kutengenezwa interest vizuri ili wao wanaweza kuingia wateja. Pia with the cabros huku zitasaidia kwa sababu kukinyesha kunajaa maji. So part of this soko my customers hawezi kuingia. Tulijaribu kuweka lile soko lakini sasa ni kama ilikuwa tone ndani ya bahari. Wale watu ambao wanafanya kazi pale ni wachache kushinda ile idadi ambayo inapigwa na jua huku nje ikifanya biashara. Kwa hivyo nimezungumza na wale wahusika katika serikali yetu, ile department husika, kwamba lazima tuje na mbinu badala ili kuona kwamba wale wengine ambao hakubahatika kupata stalls pale ndani pia nao tumeona kwamba wamepata pale ambao wanaweza fanya kazi vizuri. Kwa hivyo badala kutumia mbinu ile ya kujenga soko ya gorofa, tunataka kuja na mbinu nyingine ambayo tutajenga soko lakini ambalo halitakuwa na gorofa, ili italeta soko. Kwingineko, zaidi ya wafanyi biashara 100 wa miraa katika kaunti ya Kwale wanalaumu maafisa wa halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini KRA katika eneo hilo kwa kuharibu miraa yao iliyogharimu kima cha shilingi milioni 2.5. Wafanyi biashara hao wanasema maafisa hao walichukua mzigo wao pamoja na gari wakidai kwamba hawakuwa wamelipia ushuru. Wa KRA wamekuja kutufuata pale wakatupokonya ile miraa yetu siku ya Jumapili jioni, mpaka leo hatujapata hata chakula. Tulikuwa tunatarajia tutapelekwa kotini siku ya Jumatatu, mpaka wa leo mzigo uko pale umeoza na hatujui jinsi ya kufuata huo mzigo. Tukienda pale wanatuambia sijui tunakwepa usuru, hatujui usuru tutalipa usuru design gani, na gari ikiingia Mombasa tunalipa pesa kila lori 47,000. Tangu juzi pikipiki mirungi imeshikwa, sijalipwa pesa yangu, hakuna kazi, nateseka, watoto wataka kusoma, mimi mwenyewe na mtoto mchanga anahitaji pampers, kila kitu mahitaji anahitaji. Tunaomba serikali yetu Uhuru Kenyatta
ashughulike na wandogo zake wote. Tunataka tujue ni kwa nini tunaangamizwa. Na mtazamaji, tutoke Kwale sasa tuelekee kaunti ya Taita Taveta ambako bado wakazi wanaendelea kutoa hisia zao kuhusiana na mchakato mzima wa ripoti ya BBI ambao kwa sasa imezua joto la kisiasa kote nchini. Wakazi hao wanaitaka ripoti hiyo kuhakikisha kuwa wanafaidika na ushuru wa mbuga ya kitaifa ya Tsavo, madini na ardhi, huku wakiomba kamati inayoongoza ripoti hiyo kuhakikisha nakala zimewafikia mashinani. Huyu hapa mwanahabari wetu Hezron Kimari kutoka Voi na mengi zaidi. Tunaona land docket iko half devolved, half imebaki na national government. Tunaomba kama hili swala la land inaweza kawa devolved kabisa, tutashukuru. Kwa sababu gani nasema hivi? Taita Taveta imekuwa ni pahali watu wanakuja kuchezea. Yaani tuna watu ambao ni miners wa kuchimba madini, lakini wanachimba alafu hawalipi cess kwa county, hawalipi to the community, the royalties, wanaenda kulipa national government. Alafu national government wanatakana watulipe. Na hapa ndio naita viongozi wenzangu wa Taita Taveta, wabunge, senators, badala kulala ovyo ovyo, akitu kwamba waende wasukume ile pesa yetu ya royalties ambayo miners tunawadai over I think 400 million plus, ili ije. KWS, it's in history, and that is historical injustice. Taita Taveta County has got no boundary with KWS. We want this issue to be addressed in the BBI, kwamba we want a new establishment of the boundary of KWS na iregeshwe pahali ambapo ilikuwa, ili hawa watoto nao wapate pahali pa kufanya ukulima. Nini ardhi tuko nayo, lakini tumeambiwa ni wanyama. Na immediately wakiweka fence yao huwezi vuka upande ule mwingine, ama ndovu yako hawezi vuka, ng'ombe yako hawezi vuka pande. Ng'ombe ikivuka KWS ni 100k unalipa kotini, lakini ndovu yao ikivuka hata hakuna hatia. BBI naona itamfaa mwananchi wa kawaida, kwa sababu kiangalia mambo ya ugatuzi yatafanya kila mtu apate mgao, ahisi yako included katika serikali. BBI ule ukweli haitatusaidia chochote kwa sisi watu wa Taita Taveta, kwa sababu haijaangazia yale zile vitu ambavyo tunahitaji, especially kwanza mambo ya mashamba yetu hatuyaoni, tunaitwa squatters na tuko na mashamba kibao. Pili, nafasi kubwa imechukuliwa na wanyama. So they need to give mwananchi time, they need to give mwananchi the documents, aipitie na ndio mwananchi atoe maoni yake. Hii mambo ya kuja kwa rallies watu waambie sijui nini, we don't know what is in it. Na basi mtazamaji, tubadilishe gea kiasi tuelekee Nigeria ambako waziri wa afya nchini humo ametangaza kuwa watu 58 ambao walikutana na raia wa Italia aliyepatikana na virusi vya corona wametengwa ili waweze kuchunguzwa. Hebu tusikilize taarifa yake waziri huyo Osagi Ehanere. As at the 1st of March, there is no new confirmed case in Nigeria. About 13 or 14 tests have been done, and except that one patient, no other person has been diagnosed. Currently, the contacts of the index case are identified as 19 contacts in Lagos, 39 contacts in Ogun State. We are in touch with these contacts who are under supervised self-isolation, and the states have provided them with temperature monitoring tools. The Plateau State government reported 4 suspect cases among Chinese nationals on the 29th of February. None of these cases have any symptoms. They have all been tested at the Nigeria Center for Disease Control reference laboratory, and they are all negative. Tukisalia tu kwa taarifa za kimataifa ni kwamba kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya corona kumeleta wasiwasi mkubwa kote duniani na kusababisha masoko ya hisa kurekodi hasara, huku serikali zikilazimika kuimarisha mikakati ya kukabiliana na maambukizi hayo. Hebu sasa tupate taarifa kuhusu hatua zinazochukuliwa na serikali ya Rais Donald Trump.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani inafikiria kufunga mpaka wake na Mexico ili kukabiliana na virusi hivyo. Marekani pia imetoa tahadhari kwa raia wake kutozuru nchi ambazo zimerekodi visa vingi vya maambukizi kama Italy na Korea Kusini, huku kisa cha kwanza cha maambukizi kikiripotiwa New York. Algeria imeripoti visa viwili vya maambukizi ya corona. Mama mwenye umri wa miaka 53 na binti yake mwenye umri wa miaka 24 wakithibitishwa kuambukizwa, na kuongeza idadi ya watu walioambukizwa katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi kufikia 3. Nchini Misri, Wizara ya Afya imetangaza kisa cha pili cha maambukizi. Mgeni kutoka nje ya nchi ambaye uraia wake haujatajwa akiwa ametengwa kwa matibabu maalum. Zaidi ya watu 1089 wameambukizwa virusi vya corona, 1369 kuaga dunia kote duniani. Idadi kubwa ya maambukizi ikiwa imerekodiwa nchini China. Jinamizi la virusi vya korona limesababisha mafadhaiko makubwa kwa familia za wanafunzi waliokwama jijini Wuhan nchini China tangu kuzuka kwa maambukizi ya virusi hivyo. Taarifa ifuatayo kutoka Sauti ya Amerika inawaangazia baadhi ya jamaa wanaopitia hali hiyo na jinsi wangependa kuunganishwa na familia zao. Margaret Ntale anaamka kila asubuhi alfajiri na mapema kuangalia wanao 3 wa kike ambao wamekwama katika upande mwingine wa dunia. Anawaamkia wote na pia wanafunzi wenzao 2 ambao wanakaa chumba kimoja kwenye bweni ambalo liko katika mji wa Wuhan nchini China, akiwa na hamu kubwa kuona kuwa wameingia katika siku nyingine wakiwa hawana virusi vya corona. I do speak to them every day. Every day. Nilikuwa nazungumza nao kila siku, lakini baada ya kutokea mlipuko nilibadili muda wa kuongea nao. Nahakikisha kuwa nazungumza nao asubuhi na mapema saa 9 alfajiri. Naamka na kuwasabahi wote 5 wanaokaa chumba kimoja, kwa sababu watoto wangu 3 wa kike wanakaa chumba kimoja na wasichana wengine 2. Kwa hiyo naongea nao kila mmoja kila siku asubuhi, na kama nikimkosa mmoja wapo, basi nina uhakika nitampata mwingine ambaye atanielezea hali yao. Nchi nyingi zimeondoa raia wake kutoka Wuhan baada ya kutokea mlipuko wa virusi, lakini maelfu ya wanafunzi kutoka nchi za Afrika wameachwa nyuma. Kurudi nyumbani, serikali zinasema ni hatari kwa eneo hilo, ikiwa ni pamoja na bara zima la Afrika chini ya jangwa la Sahara. Mifumo ya afya nyumbani inaweza kuwa dhaifu, na kuwawekea karantini mamia ya watu wanaorejea huenda nayo ni changamoto kubwa. Hiyo inasababisha wanafunzi wa Kiafrika kukwama kwenye mabweni ambayo ni matupu huko Wuhan, na kuna wasiwasi wa kuishiwa na chakula au fedha za kununua chakula. Swaila Saif ni mwanafunzi wa utabibu katika chuo kikuu cha Tonji mjini Wuhan. Anasema, sote tunataka kurudi nyumbani, tuna hofu juu ya maisha yetu, tuna panic, hatuna raha. Kusema la kweli, unalala, unaamka, una wasiwasi, je, uko salama? Unakohoa kidogo, pengine ilikwama kitu, unahisi wewe umeshaambukizwa. Kwa kweli hakuna mtu aliyokuwa hataki kurudi kwao, na serikali sema hakuna ambaye anazuiwa kurudi kwetu, lakini tulikuwa tunaomba kama hatutaweza kurudishwa kabisa mpaka Tanzania, tuliomba hata tupelekwe miji karibuni ambayo tungeweza kuchukua ndege wenyewe binafsi na kurudi kwetu. Hivi karibuni Ntale alijiunga na wazazi wengine katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, kuzungumza na wanahabari kuhusu hofu yao. Alianza kulia. Afrika Kusini imetangaza kwamba zaidi ya raia wake 130 walioko Wuhan huenda wakaondolewa. Mataifa madogo ya Ushelisheli na Mauritius zilikuwa nchi pekee katika bara la Afrika chini ya jangwa la Sahara kuripotiwa kuwarejesha nyumbani raia wake. Patrick Nduimana, VOA, Washington. Na basi mpenzi mtazamaji, kufikia hapo nakamilisha taarifa za Mbiu ya KTN. Kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, bila shaka nawapatia shukrani zangu. Lakini kumbuka hapo mwendo wa saa 11, sijui imebakia dakika ngapi vile, dakika 10 tu ili uweze kuungana na mwenzangu Hassan Juma ambaye hayupo mbali, yupo hapa. Hassan, sijui nikwambie shikamoo ama nikusalimie vipi? Sasa tumezungumzia swala la corona, wengi wameathirika na virusi hivi. Je, wana spoti pia mmeathirika? Tena pakubwa kwa sababu kuna langalanga zile za Uchina zinaahirishwa, kuna klabu bingwa bara Asia kule imeahirishwa, kuna baadhi ya michuano ya ligi ya Italia Serie A
imeahirishwa, na pia mitandaoni ndio kauli ambayo tunaipigia pondo. Tutauliza mitandaoni, je, muda pengine umewadia kwa kamati ya Olimpiki duniani pengine kufikiria hili wazo la kuahirisha pengine Olimpiki. Haya, basi mtazamaji wa Zili Zala Viwanjani, umesikia. Ungana na Hassan katika mitandao yetu ya kijamii @KTN Kenya, @Hassan Juma, ujibu kuna swali. Hassan mwingine pale pembeni anapodolewa anaitwa Hassan Ali Kauleni. Haya, basi lazima apodolewe. Kufikia hapo Hassan, mimi sina la ziada, nafunganya virago vyangu, wacha niende zangu na kutakia kila laheri ndani ya Zili Zala. Asante. This is KTN